Habari, kwa majina naitwa Shabani Mbaga. Nafanya kazi kituo cha afya Maternity Africa Kivulini. Nafanya kazi kitengo maalum cha watoto njiti. Leo hii tutaenda kuzungumzia angalau kwa ufupi mambo ambayo yanasababisha mtoto njiti au aliyefika kulazwa katika kitengo maalum ambacho ni NICU. Jambo la kwanza ni mtoto njiti tu mwenyewe au mtoto ambaye anazaliwa kuanzia wiki ya 28 mpaka 35. Hii ni miongoni mwa sababu ambayo inaweza kusababisha mtoto huyu kulazwa katika kitengo maalum ambacho ni cha NICU. Sababu ya kwanza ambayo inasababisha mtoto huyu kulazwa ni aidha mtoto huyu kwa sababu anakuwa hajafikia, kwa hiyo mapafu yake yanashindwa kufanya ile kawaida tu mtoto kupumua mwenyewe, yani kuvuta oxygen na kutoa oxygen mwenyewe. Kwa hiyo hii inasababisha mtoto huyu kupelekwa katika uangalizi maalum na akaekewa oxygen. Lakini sababu nyingine, mtoto huyu pia kwa sababu anakuwa hajafikia anashindwa kula mwenyewe. Kwa hiyo anapelekwa NICU kwa ajili ya uangalizi maalum. Kwa hiyo ataekewa mpira kwa ajili ya kulishwa mpaka pale atakapokuwa, lakini atafundishwa taratibu jinsi ya kuanza kunyonya mpaka pale atakapoweza, ndio atapewa mama aweze kumnyonyesha mwenyewe. Lakini sababu nyingine ambayo inasababisha watoto wa njiti kuwa katika uangalizi maalum ni maambukizi ambao tunasema ni infection. Either mama alipata infection kipindi cha ujauzito, kwa hiyo ikamsababishia mtoto kupata infection. Kwa mfano, mama kama chupa ya uzazi ilipasuka kuanzia masaa 12 na kuendelea kabla ya kujifungua, hii inasababisha mtoto kuwa katika hali ambayo inamsababishia kupata maambukizi ya infection. Kwa hiyo hii inaweza kumsababisha kuwa katika uangalizi maalum, akapewa dawa ambazo ni antibiotiki kwa ajili ya kumfanya awe katika hali nzuri. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza kuangalia hichi kwa watoto ambao wamefikia. Kwa mfano, wale watoto ambao wanazaliwa kwa bahati nzuri au mbaya akaanza kupata shida ya upumuaji, labda kwa sababu ya infection au mambo mengine, kwa hiyo huwa wanakuwa katika uangalizi maalum, wanawekwa kwenye oxygen. Na oxygen hii mtoto anakuwa anaitumia kwa kipindi ambacho atakuwa kwenye uangalizi, na inategemea na hali yake inavyokuwa. Kwa hiyo itakuwa inapunguzwa kidogo kwa anaangaliwa mpaka pale atakapoweza kuvuta oksijeni na kupumua mwenyewe. Lakini kitu kingine, kwa mfano kama mtoto amezaliwa labda ana shida mbalimbali. Kwa mfano, kuna wanazaliwa ana mdomo sungura. Hii ni sababu pia ambayo anafanya awekwe katika kitengo maalum ambacho ni NICU kwa ajili ya uangalizi maalum na kwa ajili ya kuanza kula, kwa sababu anakuwa anashindwa mwenyewe kunyonya. Kwa hiyo anakuwa kwenye uangalizi na akiwa anafundishwa taratibu kunyonya, akiwa anaangalia katika matibabu mengine kwa ajili ya kumsaidia mtoto yule. Lakini kitu kingine ni maambukizi, ambao sasa hii ndio infection kwa upande mwingine mkubwa sana. Hii inawapata watoto ambao ni njiti, wale ambao hawajafikia, lakini wale ambao wamefika wanaweza kupata pia infection. Kwa hiyo hawa tunawalaza, tunawapa dawa mbalimbali kwa ajili ya kuwatibu. Lakini pia sio hivyo tu, kama tukiona kuna mtoto ambaye tumekaa naye kwa kipindi maalum, tunaona labda hali yake haiko vizuri, lakini au hata kama ni njiti hajafikia vizuri, huwa tuna tabia ya kumpeleka sehemu ambayo anaweza kupata matibabu zaidi. Kwa